akubariki sana. Haleluya, 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 haleluya. Utukufu ni kwa nani? Utukufu ni kwa nani? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Basi ni siku njema kabisa ambayo Bwana ametupa kibali cha kusimama mbele zake na mbele zako pia. Haleluya. Nitafurahia ukinipa usikivu mzuri kwa ajili ya ibada ya leo. Ili Bwana aweze kujifunua ndani yako, lazima ukubali kwanza kumpa nafasi ya kwanza kabisa. Haleluya. Kwa nitafurahia kila mmoja akimpa Bwana nafasi ya ngapi? Ya kwanza. Haleluya. Jumapili ya leo ambayo ni Jumapili ya mwisho kabisa kwa mwezi huu wa 6, Jumapili ya tarehe 28 mwezi wa 6, tutajifunza somo linalosema ya kwamba vile ulivyo ni matokeo ya thamani unayompa Yesu uliyembeba. Haleluya. Vile ulivyo ni matokeo ya thamani unayompa Yesu uliyefanyaje? Uliyembeba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Somo hili nimelitoa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 6 na mstari wa 7. Neno linasema, msidanganyike, Mungu hazihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Haleluya. Neno linasema tusijidanganye wenyewe. Unaweza kuwa huko hapa unajidanganya mwenyewe, lakini neno linasema usijidanganye mwenyewe, kwa kuwa kile apandacho mtu ndicho atakachofanyaje? Atakachovuna. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa umeshawahi kujiuliza wewe umepanda nini ndani ya moyo wako na unatarajia kuvuna nini? Kwa maana kile apandacho mtu ndicho atakachofanyaje? Atakachovuna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe umepanda nini ndani ya moyo wako? Kwa maana kile ambacho umekipanda ndani ya moyo wako ndicho kinachoonekana kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho umekipanda ndani ya moyo wako ndicho kinachotangulia kuonekana. Kile ambacho umekipa thamani ya kwanza ndicho kinachotangulia kuonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kile ambacho umekipa thamani ya kwanza ndicho kinatangulia kufanyaje? Kuonekana. Ndicho kinatangulia kuonekana. Kwa hiyo ulishawahi kujiuliza wewe umepanda nini katika moyo wako ambacho kinaweza kuonekana, watu wakutambue kwamba huyu, kwa jinsi tunavyomuona, kweli huyu ni mwana wa Mungu, kweli huyu ni mtumishi wa Mungu, kweli huyu anamtumikia Mungu. Ni kitu gani umekipanda katika moyo wako? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu ana vitu vingi ambavyo amevipanda ndani ya moyo wake, ambavyo ndivyo vinaweza kuonekana katika maisha yake, na kile kitu ambacho umekibeba ndicho kinakufanya wewe uonekane hivyo ulivyo. Haleluya. Ushawahi kumwona mtu amevaa nguo nyeupe jinsi anavyotembea? Na ushawahi kumwona mtu amevaa nguo nyeupe, umevaa kiatu chako cheupe na suti yako nyeupe, ushamwona jinsi anavyotembea? Hawezi kukanyaga popote, wala hawezi kukaa sehemu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu vazi alilolivaa ni la thamani. Hata ukimpa chakula kuna jinsi anakula. Bwana Yesu asifiwe. Madoa asije akadondokea kwenye nini? Kwenye nguo. Kwa nini? Anatambua thamani ya kile alichokivaa. Ndivyo alivyo mtu ambaye
amebeba kitu cha thamani ndani ya moyo wake. Ndivyo alivyo mtu ambaye amemchukua Yesu kama kitu cha thamani katika maisha yake. Kuna namna anatembea tofauti na wengine. Kuna namna anazungumza tofauti na wengine. Kuna namna anakwenda mahali ambako wengine hawawezi kwenda. Kuna mahali haendi ambako wengine wanakwenda. Ukimuuliza, kwa nini huendi huko? Anasema hapana, mimi nimenunuliwa kwa damu ya thamani. Oh, haleluya, haleluya. 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 Kuna wakati unaweza ukajikuta unatamani kwenda sehemu fulani, lakini unasikia Yesu anasema kule sio mahali pako. Unamuuliza kwa nini? Anasema nimekununuliwa kwa damu ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Siku moja nilikuwa naongea na mtu mmoja akasema kwamba katika kabila lao ukimwoa mwanamke lazima akae miaka 5 hajaenda wapi? Kwao. Nikaniuliza kwa nini? Anasema ndio utaratibu tumeweka. Kwa sababu tumetoa pesa nyingi. Sisi tunatoa pesa nyingi. Kama ni ng'ombe 10 wamekuambia unapeleka zote. Kwa hiyo na sisi tuna utaratibu wetu. Mwanamke hatakiwi kwenda nyumbani kwao mpaka baada ya miaka 5. Haleluya. Sasa sisi tumenunuliwa na Yesu, halafu bado unahitaji utembee vile unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu Yesu amenunua kwa damu yake ya thamani, lakini bado anahitaji aenende vile anavyofanyaje? Anavyohitaji yeye. Hujajua thamani ya yule uliyembeba. Hujajua thamani ya gharama uliyolipiwa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mtu ambaye amembeba Kristo anakuwa na speed governor, anakuwa na breki, anakuwa na breki. Kuna mahali unahitaji kwenda, Yesu anasema huku sio kwako. Huku sio kwako. Nimekununua kwa damu ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna kitu unahitaji kufanya, Yesu anasema hapana. Hii sio sehemu yako. Usifanye hivyo. Kwa nini? Nimekununua kwa damu ya thamani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukiona mtu yuko tayari kuishi vyovyote anavyotaka, yuko tayari kufanya chochote anachotaka, ni kwa sababu hajajua yule aliyembeba ana thamani kiasi gani. Hujajua. Kama unajua yule aliyembeba ana thamani kiasi gani, unaweza kuishi vyovyote unavyotaka. Unaweza kuongea vyovyote unavyotaka, kwa sababu hujajua yule aliye ndani yako ana thamani kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe. Kama namtafakari Mungu nasema hivi, Mungu wewe ni wa thamani kiasi gani? Wewe ni wa thamani kiasi gani? Usiku mimi sikulala, wala mchana mimi sikwenda kazini. Nikawa namtafakari Mungu kwa kiwango kikubwa kabisa. Kwa kiwango kikubwa. Nikajiuliza hivi, Mungu wewe ni wa thamani kiasi gani? Haleluya. Haleluya. Nikaanza kujiuliza Mungu ni wa thamani kiasi gani? Ni thamani kiasi gani? Unakuta wazee wenye vipara wamekaa, wazee wasomi wamekaa, watu wenye fedha na mali nyingi wamekaa, hafu wanamsikiliza mchungaji mwembamba kama mimi. Wanamsikiliza kwa makini. Wanamsikiliza, hafu wanasema, ameyapata wapi haya? Ameyapata wapi haya? Umefuata wapi haya? Mbona hatujawahi kuona maarifa makubwa namna hii? Wazee wenye vipara wanasema, huyu mchungaji huyu hatujawahi kupata na hekima kubwa kama hii. Kwa nini? Kwa sababu aliye ndani yake ni mkuu kuliko wao. Yesu akiwa ndani yako, wewe ni mkuu kuliko wao. Yawezekana ni mwembamba, lakini ni mkuu kuliko wao. Hekima na maarifa uliyo nayo ni bora kuliko wao, kwa sababu uliyembeba ni wa thamani kubwa. Ni wa thamani kubwa. Ni wa thamani kubwa. Ni wa thamani kubwa. Kama ningetoka nyumbani asubuhi, nikaja hapa, nikaanza kuwasimulia habari za ndoa yangu, nikaanza kuwasimulia habari za mke wangu, nikaanza kuwasimulia habari za watoto wangu, yawezekana
mmeshatayarika. Unasema huyu mtumishi amechanganyikiwa, huyu mtumishi amkaje? Lakini kwa sababu sijaja kwa jina langu, nimekuja kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ndio maana umekaa unanisikiliza, ndio maana umekaa unasubiri kupokea kile Mungu amekusudia kwa ajili yako. Sikiliza nikwambie mchana wa leo, Yesu uliyembeba ni wa thamani kubwa, ni wa thamani kubwa. Usimchukue Yesu kama kitu kidogo. Yesu ni wa thamani kubwa. Yesu ni wa thamani kubwa. Watu wengi siku hizi wanamchukua Yesu kama kitu kidogo, wanamchukua Yesu kama kitu kidogo. Ukimwambia mwimbaji, kesho utasimama kwenye jukwaa kwa ajili ya kumwimbia Yesu, anafurahia, anakwenda, hapendi hata muda wa kuomba. Mimi ni mzoefu, mimi nina kipaji. Haleluya. Lakini Yesu tuliye naye ni wa thamani kubwa. Lazima ukae magotini, utenge muda wa kuzungumza na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Mtu yeyote ambaye anamwona Yesu kama kitu kisichokuwa na thamani, kuna wakati unafika anaona hata kutumika hakuna thamani. Hakuna thamani. Hakuna thamani. Hata muda huu tumekaa tunasikiliza kwa sababu yuko mtu anamwona Yesu kama kitu kisichokuwa na thamani. Anaona kwamba tunapoteza muda. Tunapoteza muda wake. Anaona ibada imekuwa ndefu. Hata wachungaji wanafika hatua wanakaribia rasikia. Biblia la karaka tu, Biblia la karaka. Hapana, neno linasema usimzimishe roho. Yesu akishuka, anashuka mwenyewe. Ataamua ibada ishe saa 9, ataamua ibada ishe saa 6, ataamua ibada ishe saa 7. Wewe mwenye haraka aende, anayejisikia kuondoka na aondoke. Yesu ni mzee wa siku. Wakikaa wazee wanazungumza, hakuna mwingine wa kuzungumza. Wakikaa wazee wakasema hapa ni mwisho, hakuna mwingine wa kubadilisha. Nikandara msikae. Haleluya, haleluya. 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 Kwa Yesu ni mzee wa siku. Mzee wa siku. Ukianza kuona wewe ufahii mambo ya Yesu, ujue Yesu amepungua thamani ndani ya moyo wako. Haleluya. Yesu akipungua thamani ndani ya moyo wa mtu, vitu vyote vinavyohusiana na Yesu unaanza kuviona havina thamani. Havina thamani. Havina thamani. Kwaya ya nini? Mimi siwezi kuwa kiongozi. Mbona hata wenyewe waniheshimu, wala wanisikilizi. Wananisikilizaje? Lazima uwe mzee wa siku. Wakisikia wanasikiliza hekima za mzee wa siku. Unataka kusikiliza wewe. Tunamsikiliza aliye ndani yako. Watu wanakuja kumsikiliza aliye ndani yako. Ndiye anasababisha watu wanakaa wanasema, huyu si mtoto wa seremala. Mbona hata baba zake tunaishi nao? Mbona ndugu yake na baba yake ni yule Yusufu? Lakini hii hekima ameipata wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Katika kitabu cha Wakorintho sura ile ya kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza na mstari wa 18 unasema ya kwamba kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, bali kwetu tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Kuna wakati neno linakuwa upuzi. Puzi. Kuna wakati unafika hatua hata simu ya mchungaji wako naona ni puzi. Ukitazama sema mchungaji napiga tu. Puzi. Kuna wakati unafika ukisikia matangazo yanayohusiana na kumtolea Mungu, unaona ni puzi. Sio wewe, ni kwa sababu yule aliye ndani yako amepungua thamani. Amepungua thamani. Pungua thamani. Haleluya. Amina. Yesu akipungua thamani, ibada inakosa thamani kubwa. Nabaki tunyambizana.
Nasikia kwenye ibada mnaanza kutiana moyo. Najua kuna wengine wako Muhimbili wamelala kwenye vitanda. Wewe umepata uzima, mbona hutaki kumwimbia Mungu? Mbona hutaki kumwimbia Mungu? Yesu akiwemo ndani ya mtu haambii kufanya. Maana yeye mwenyewe anakusukuma. Ukiweko nyumbani anakusukuma kwa maana nami nimechelewa ibada. Mbona ufanye haraka? Unasikia moto usiokuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa watu wanaopotea, neno la Mungu ni please. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Walikuwepo watu wawili ambao walikuwa ni wazazi wa Yesu, ambao walikuwa ni Yusufu na Mariamu. Biblia yangu inaniambia ya kwamba siku moja wakatoka wakaenda hekaluni kwa ajili ya kuabudu. Wala hawakumwacha Yesu. Wakatoka nyumbani wakaenda na Yesu mpaka hekaluni kwa ajili ya kuabudu. Wakaabudu vizuri. Ibada ilipoisha, wakasema sasa ni wakati tunataka kurudi nyumbani. Wakarudi nyumbani wakiwa katika kundi la watu wengi. Wanatembea taratibu kurudi nyumbani. Wanakwenda mdogo wakirudi nyumbani. Wengine wanapiga stori kuhusu habari za mchungaji. Umeona hiyo suti ya mchungaji? Mwingine anasema nimemuona. Kwanza amekuja hajanyosha. Mwingine anasema nimemuona mama fulani ile wigi. Anasema nimeliona. Lakini Yusufu na Mariamu walipogeuka nyuma, wakasema mbona hatulikuwa na mwanetu Yesu? Mbona simuoni? Mbona hatumuoni Yesu? Yuko wapi? Yesu yuko wapi? Mbona hatuko naye kwenye hii safari? Biblia yangu inaniambia wakarudi mbio kwenda kumtafuta. Wako watu wengi wamekuja na Yesu mahali hapa, lakini wakirudi wanarudi bila Yesu. Wako watu wengi wakati wanaanza safari walianza na Yesu, lakini njiani wamemwacha Yesu, wanakwenda peke yao. Wakisikia maneno ya Mungu hawakumbuki kushituka, wakarudi nyuma kwenda kumtafuta. Lakini Yusufu na Mariamu waliposikia habari za Yesu wakasema hapana, twende nyumbani peke yetu, tunarudi kumtafuta Yesu. Rudi kumtafuta Yesu ulipomwacha. Yuko pale amesimama anakusubiria. Wakati utakaporudi yeye anakushika mkono, anasema mwanangu, tuendelee na safari. Wako watu wengi wamemwacha Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukimwacha Yesu katika safari, usitangulie mbele peke yako. Usiache kiburi kitangulie mbele yako. Usiache biashara itangulie mbele yako. Usiache magonjwa yatangulie mbele yako. Rudi mtafute Yesu pale ulipomwacha, uende naye katika safari yako. Ndivyo Mariamu na Yusufu walivyofanya. Walivyoona Yesu hawamuoni katika safari, walirudi kwa ajili ya kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna wakati biashara yako inaweza kuwa haiendi. Unasema nimekosea wapi? Yawezekana ni laana ya wazazi. Yawezekana ndugu na majirani wananiloga. Hakuna naye kuloga. Rudi mtafute Yesu ulikomwacha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unafika mtumishi ya uendi, watu wanatumia akili zao wenyewe. Wanasema mbona mambo yanakuwa magumu? Ni kwa sababu Yesu tumempa nafasi ya pili. Natakiwa turudi na kumtafuta mahali tulipomwacha. Bwana Yesu apewe sifa. Isaya 55 mstari wa 6 inasemaje? Inasema tumtafute Bwana maadamu anapatikana. Tumwite maadamu yuko wapi? Yuko karibu. Kuna wakati kumbe Yesu atakuwa hapatikani. Kuna wakati utakuwa unatamani kumwita Mungu lakini utakuwa hauwezi.
Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati utafika unatamani kumwimbia Bwana lakini hauwezi. Kuna wakati utakuwa unafika unatamani kumtafuta Mungu lakini hauwezi. Kwa nini? Kwa sababu kuna muda ulikupata ukauchezea. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amen. Kwa sababu ya muda tuliouchezea, kuna wakati muda utatamani urudi lakini hauwezi kurudi. Kwa sababu ya muda tunaopoteza, kuna wakati utatamani muda ungeupata tena lakini huwezi kuupata. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Mchungaji mmoja siku moja kaenda hospitali kutembelea wagonjwa. Wakati amefika mle, akasema akawa anaombea wagonjwa, anaenda kwenye kitanda kimoja, anamkuta mgonjwa anamuombea, halafu anahama anaenda kwenye kitanda kingine. Anasema wakati anaendelea kuomba, alimuona mtu amelala pembeni, anapanua mdomo ili amuite mchungaji, lakini sauti haitoki. Anapanua mdomo ili amuite mchungaji na sauti haitoki. Anakaribia kukata roho, anarusha miguu mchungaji amsikie. Mchungaji yuko biza na muombea mtu, anajaribu kupanua mdomo, sauti imebana. Baadaye akaangusha sijui kwa ni kitu gani chini. Mchungaji yule ndio akageuka kuangalia, anamuona mtu anatapa. Akakimbia pale, akamwandikia, akachukua kalamu akamwandikia, niombee sala ya toba. Mchungaji yule anaanza kumwombea sala ya toba. Biblia inasema mtu akimkiri Bwana kwa kinywa chake ya kwamba yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, atafanyaje? Ataokoka. Lakini hawezi kukiri kwa kinywa chake, maana neema imekwisha kufunga. Mdomo hautoi sauti tena. Mchungaji anaongea maneno ya toba, yeye anatikisa kichwa tu. Amemaliza kuomba, mtu anakata roho. Kwa nini? Kuna wakati alikuwa na neema ya kumtafuta Mungu, alichezea. Kuna wakati alikuwa na muda wa kuomba, alichezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima sisi tuliokoka tutenge muda wa kumtafuta Bwana maadamu anapatikana. Unapopewa jukumu kwa ajili ya kazi ya Mungu, lazima utenge muda wa kumtafuta Mungu. Watu wengi tumebaki tunatumika kwa mazoea tu. Waimbaji wanaimba kwa mazoea tu. Washirika wanaingia kanisani kwa mazoea, wakiingia tasikia ibada ya roho hujanibariki. Itakubarikije hujalipa gharama? Haleluya. Wanaobarikiwa sio wote, ni wale ambao wamelipia gharama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wanalipia gharama ili waje kwenye ibada, lazima wamelipia gharama. Mchungaji amesugua goti kwanza, Mungu mtazame, kumbuke fulani, tazama sadaka zake na ziona, lakini moyo wake siuoni. Hebu Mungu leo mkumbuke aje kwenye ibada. Yawezekana kisikia neno na roho ataokoa. Mungu mguse. Ndio Mungu anasema wewe amka. Ndio mtu anatoka kwenye usingizi. Kumbe leo ni Jumapili. Lazima ulipe gharama. Tukihitaji kuona ibada yenye baraka, lazima tukubali kulipa gharama. Tukihitaji kuona utumishi ambao ni wa baraka, lazima tulipe gharama. Haleluya. Lazima tukubali kulipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukihitaji Mungu atupe mtumishi ambaye ni wa viwango vya juu sana, ambaye akiweka mkono juu ya wagonjwa wanapata afya, ambaye akitamka neno linakuwa. Lazima tukubali kumlipia gharama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Paulo alipokwenda kuhubiri mahali fulani,
Alipofika katika mji ule, akaangalia katika watu waliokuwemo mle ndani, akasema mbona mtu ambaye anasimama kwa ajili ya kunilipia gharama simuoni? Anaangalia katika watu waliokuja kwenye ule mkutano, anatazama, Tito yuko wapi? Simuoni. Akasema leo sihubiri jamani, naondoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima tukubali kubeba gharama ya ibada ya Jumapili. Watu tunakuja kwenye ibada, tunataka tumuone Mungu, lakini hatujalipa gharama. Hakuna ambaye anakubali kutenga muda wa kumtafuta Mungu akafunga kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Akasema Mungu, nahitaji kila atakaye kuja kwenye ibada aweze kukuona. Mungu, nahitaji mchungaji wangu ni kweli yuko bize na shughuli za maisha, lakini nahitaji mpe mafuta mabichi, kwa sababu mmemtambua kwa ajili yetu. Mtumie kwa viwango vikubwa. Kila neno litakayotoka kwenye kinywa chake ikawe ni amina. Atakapowagusa watu wakabarikiwe. Atakaposema neno likapata kibali. Yesu mpake mafuta. Watu wanakuja wanasema ibada haina upako. Waimbaji wanasema tumeimba lakini leo hatujaimba vizuri. Nani amekubali kulipa gharama? Yesu pale msalabani alisema gharama zote nimelipa. Hakuna kitu tunadaiwa na shetani. Na wewe lazima ukubali kulipa gharama. Likandara rosika. Eliambo sandika. Watu hatulipi gharama. Tunakuja kwa mazoea yetu. Kwa mazoea yetu. Na ibada zimekuweza mazoea yetu. Wakati Jumapili ile mtumishi yule amekuja na kuhubiri, nasema wako wapi watu wanamtafuta Mungu katika roho na kweli, kama walivyokuwa wakina Moses Kulola. Watumishi wale walikuwa wakipita juu ya majumba na ndege zao. Kama katika nyumba yako yuko mgonjwa anafunguliwa. Nikasikia Mungu anasema ni kweli. Nilisikia kububujika machozi. Nikasema Mungu nisaidie. Kirehemu kizazi cha leo. Tumekuwa bize na mambo yetu. Tumekuwa bize na shughuli yetu. Samani yako tumeiweka sehemu ya pili. Samani ya Yesu. Iko wapi samani ya Kristo ndani ya maisha yako? Shida zetu tumeziona ni kubwa kuliko Yesu. Matatizo yetu tumeona ni makubwa kuliko Yesu. Yesu tumempa samani ya pili. Samani ya pili. Haleluya. Siku moja nikaenda kwenye kanisa fulani. Nina washirika wengi. Namkuta mchungaji na mzee wa kanisa wanafagia kanisa. Hapo kuna washirika wamo. Mzee wa kanisa anakimbia, anaenda anachota maji, anakuja na mwaga. Mchungaji naye anafagia. Nikasema Mungu tuhurumie. Halafu wamekaa kwenye ibada, wanasubiria kubarikiwa. Sio baraka za mzee wa siku, sio baraka za Yesu. Baraka za Yesu lazima tukubali kuzilipia. Lazima tukubali kuzilipia. Ukiona watu wanabarikiwa, kuna gharama wamelipa. Haleluya. Huyu aliyepamba hivi vizuri, kuna gharama amelipa. Mungu hawezi kumsahau. Nakwambia Mungu hawezi kumsahau. Wewe unataka Mungu akukumbuke kwa lipi? Lazima tukubali kulipa gharama. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hebu tumalizie mstari wa mwisho katika Yohana 12 mstari wa 26. Yohana sura ya 12 mstari wa 26.
Yohana sura ya 12 na mstari ule wa 26. Yohana sura ya 12 na mstari ule wa 26. Tasoma. Biblia inasema ya kwamba mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu anasema ya kwamba mtu akikubali kumtumikia, Baba atafanyaje? Atamheshimisha. Baba atafanyaje? Atamheshimisha. Bwana hatusemi? Haleluya, haleluya. Yesu anasema mtu akinitumikia na akubali kunifuata, na mtu akikubali kunitumikia, Baba atafanyaje? Atamheshimu, atamheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mtu akikubali kumtumikia Mungu, Yesu anasema Baba atafanyaje? Atamheshimu, atamheshimu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wakati tukiwa wadogo, nakumbuka nilikuwa ndio nimemaliza kidato cha 6 form 6. Nilikuwa na rafiki yangu. Huyo rafiki yangu kipindi hicho alikuwa anamcha Bwana kweli kweli. Halafu Biblia imekaa. Haleluya. Ikatokea siku moja, baba mmoja ambaye alikuwa ni mtu mzima na mama mmoja wakamuita, wakasema, Bwana njoo, tuna shida kwenye ndoa yetu, njoo tusuluhishe. Hapo alikuwa ni kijana mdogo, hajaoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alikuwa hajaoa wala hajui mambo yoyote ya ndoa. Akaenda kulaka wasuluhisha. Akasema nilipofika nikawasuluhisha vizuri na nikatoka wamepatana na kuelewana. Nikamuuliza uliwezaje? Haleluya. Haleluya. Nikamuuliza uliwezaje wakati wewe hauko kwenye ndoa? Haleluya. Haleluya. Akasema aliyeko ndani yangu ni mzee wa siku. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyeko ndani yangu ni mzee wa siku. Haleluya. 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 Yawezekana wako watu hawakujui, lakini usijidharau. Yesu ndiye naye anajulikana kwa wote. Ukimbeba huo, heshima yako itapanda tu. Itapanda. Sasa watu wengine wanataka heshima, afu Yesu amemwacha chini. Ukimpa uongozi siku 3 unasikia, yaani hawa ni heshima kabisa, watu wamenipa kuwaongoza, hawa nisikilizi. Watu hawaji kukusikiliza wewe, wanamsikiliza Yesu aliye ndani yako. Haleluya. 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 Yule kijana kama asingekuona Yesu ndani yake, wala hakuna mtu angemuita. Yesu asingekuona Mungu ndani yake, maana anasema mimi na Baba tu mmoja. Asingekuona Mungu ndani yake, wala hakuna mtu angekaa kumsikiliza. Maana Biblia yangu inasema ya kwamba walikuwa wamekaa Mafarisayo na wakuu wa dini wakimsikiliza. Baadaye wakati wamemaliza kumsikiliza wakasema, huyu si mtoto wa Solomoni?
Yesu? Mbona na baba zake wanaishi katikati yetu? Mbona baba ni kijana mdogo, ameyapata wapi haya? Kuna jinsi watu wanakutazama ambavyo wewe yawezekana ujioni. Kuna jinsi Mungu anakutazama ambavyo yawezekana wewe mwenyewe ujioni. Wewe ukijitazama unajiona wa kawaida, lakini nakwambia wewe sio wa kawaida kama ukimpa thamani Yesu. Tukimpa thamani Yesu, sisi sio wa kawaida. Ukimpa thamani Yesu kwenye huduma yako, wewe sio wa kawaida. Kuna jinsi watu watakuwa wanakutazama, wanasema huyu mtu mbona yuko tofauti na sisi? Mbona yuko tofauti na sisi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati tumekaa pale na pastor akaniambia mambo yamekuwa ni mengi. Hivi kwa nini hili jambo la kutengeneza tusilisogeze mbele? Tusilisogeze mbele. Nikamwambia tunaotenda sio sisi, anayetenda ni Mungu. Mungu akiwa ndani ya watu, hata mambo yangekuwa elfu, watu watatenda tu. Lakini Mungu akiondoka, hata usogeze mambo mpaka mwakani, utakuwa unawaambia jamani, muda umefika, mmejiandaa vya kutosha, mtende sasa. Hakuna anayetenda, mikono imekaa hivi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameondoka. Likasambolike. Haleluya. Haleluya. Mungu akiondoka ndani ya mioyo ya watu, hata uwape muda wa kujiandaa miaka mingi, muda hautoshi. Muda hautoshi. Muda hautoshi. Utakuwa unapanga jamani, kesho nikutegemeza. Ikifika siku unasema mbona nikitazama hawajajiandaa, unasogeza. Kilichopungua ndani yao sio muda, sio mambo mengi. Yesu amepungua. Yesu ndiye amepungua. Yesu ndiye amepungua. Haleluya. 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 Kwa tukimpa nafasi ya pili Yesu, mambo mengi yanashindikana. Mambo mengi yanashindikana. Mambo mengi yanashindikana. Mambo mengi yanashindikana. Utakuja kanisani kufagia, utaona ni adhabu. Kubeba kiti cha kukalia mwenyewe utaona ni adhabu. Haleluya. Mwingine hata kuitika amina ataona ni adhabu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu cha thamani kimeondoka ndani yake. Yesu anasema sio mimi ninayesema haya, bali Baba aliye ndani yangu. Yule aliye ndani yako akiondoka, anayesukuma. Kuna mtu anasukuma akiondoka. Akiondoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Yule anayekusukuma akiondoka, na vipuza, tunapuza. Sema ni baada ya leo. Mchungaji amenisema sana. Yaani kwa amenisema sana. Hata akusema wewe, aliyekuwa anakusema ni Yesu. Amina. Anatamani ubadilike, uanze kumpa thamani ya kwanza. Haleluya. Amen. Haleluya. Simama kwa miguu yako, tumtukuze Mungu. Likasambulika. Gloria sana kaya. Yes. Yes.